Ilikuwa jana jioni tumeenda Salenda polisi pale, tumeshtaki, tumewaambia wanataka kuvunja ukuta, wanataka kubomoa ukuta, lakini bado hatuna makubaliano, wanaforce kubomoa. Tulivyoenda Salenda wametupatia wito, tulikubaliana, maana kwenye wito tumewaletea, tulisema tutakutana Jumatatu asubuhi saa 3. Tumewaletea, wamepokea, engineer amewapa mjumbe, wameipokea, lakini tulivyoona tumejua sawa tutakutana Jumatatu, ile tunaendelea maelewano, lakini tumekuta saa 8 za usiku wamekuja kubomoa. Mama huyo anayokaa hapa amekuja, amesikia wanatumia gari yao excavator, wanaitumia na wanaibomoa. Hatujakubaliana, hatujaambia, hatujatoa idhini, lakini wamefanya nini? Wamevamia. Au tumekuja kuwasimamisha, lakini hawataki kusikiliza, wanaendelea kufanya, tumekuja kuwaambia wasifanye. Wamekuja tu kubomoa bila ruhusa yetu, na wameenda kinyume ya sheria, kwa sababu ilikuwa inabidi tukutane Jumatatu asubuhi tulivyowapelekea wito. Siku nilivyosikia kitu mlio kama bomu, naona mimi nikatoka mbio, nikafungua pazia, nikakuta ukuta nusu umedondoka na pikipiki imefunikwa na matofali, ukuta hamna. Mimi nikatoka mpaka pale, naona aliposimama yule mwenzio, nikasimama pale, mimi nawaita sasa. Walivyoona mimi nimetoka, wote wakakimbia, akabaki kijana mmoja kule mwisho kasimama, ambaye namjua mimi. Jana huyu alikuja na polisi, alikuwa anaongea nao, nikamwambia sikiliza wewe, unaona hapa ukuta umedondoka, mbona umesimama na umeshaleta madhara? Madhara gani? Ananiuliza. Naambia njoo uone pikipiki imefunikwa na matofali. Ile sijamaliza, kaita vijana wawili wanataka kunyakua hapa pikipiki. Nikamwambia iache. Acheni tena, acheni hapa. Nitachukua mawe nitatupieni kweli kweli, mimi sina nguvu, lakini nitatupieni. Tokeni hapa. Acheni pikipiki hivi. Haya. Kumbe hivi ninavyosema, wengine wameshatumwa, kulikuwa na pikipiki pia karibu na ukuta. Sababu wanataka kuendelea kuvunja ukuta. Yule aliosimama kule anawakonyeza wale vijana, toeni pikipiki. Sasa mimi nashangaa kwa nini wanamkonyeza, kumbe kulikuwa na pikipiki mbili pia kwenye ukuta. Anawaambia sogezeni, wakasogeza mpaka kwenye dirisha hili la kwangu. Ndio nikasema wewe mjanja kweli. Wewe ingekuwa kama imedondoka kwa bahati mbaya, ungesema bahati mbaya mama, usione wasiwasi, bahati mbaya wakati wa kuchimba umedondoka, lakini kumbe una nia ya kuvunja ukuta wote. Lakini utavunjaje ukuta wote? Bado hujajua sisi masharti yetu, tunaishi ndani. Haya magari yakipata madhara, mmoja umeshaleta madhara, subiri usivunje. Kwani kasikiliza? Kashachukua vijana wawili, kasogeza pikipiki zilokuwa kule, kavunja mpaka huyu nampigia simu Naila, anafika hapa, afande mwenyewe alilala na bati. Nikamwamsha mwanangu wa kike, nikamwambia nenda kamwite askari, hivi ukuta unadondoka, hana taba. Ndio babu anakuja na kaishafika ukuta huko, hata Naila anakuja. Mimi naitwa Thomas Nyambosa, ni msimamizi wa walinzi. Jana nilikuja kutembelea walinzi baada ya kukuta tukio kama tukao tunakaguana, lakini wakaja wajenzi majirani wakataka kuingia, wakataka waingie ndani ili waweke nguzo zao katika eneo hili ambalo sio la kwao. Nikawaambia kwamba hapana, haiwezekani, kwa sababu hatujapewa taarifa na mwenye jengo kwamba hatua hizo zinafanyika. Kwa hiyo ikabidi wakaleta kafujofujo kidogo, nikawaambia nyewe mnataka tupigane, maana jengo hili sio langu wala sio lako, sisi tumepewa tumiliki, lakini itakuwa ni ujinga. Kwa hiyo wasikia hivyo wakatoka nje. Walipotoka nje, mimi nikaona nipige simu kwa mwenye jengo. Mwenye jengo wakaja, wakaongea naye, wakaita polisi, wakaamuliwa kwamba mambo yapangwe Jumatatu. Lakini sasa ilipofika usiku, kwa sababu niliona hali sikuweza kuondoka, ilipofika usiku saa 8 kasoro, wakaja na greda, wakaingilia eneo la kwao kule. Ndivyo eneo la kwao kule, wakaanza kubomoa ukuta kupitia kwao kule. Sasa mimi nisingeweza kupambana kwa sababu hawapo kwenye eneo langu. Kwa hiyo wakabomoa. Baadaye nikamwita mwenye jengo akaja, lakini wakawa na wazuia kile kukubali kuzuia. Basi tukaenda hivyo mpaka asubuhi, wakawa wameondoka. Asubuhi leo tena wamekuja, wanataka tena wachimbe hapa.
lakini walinzi waliokuwa nimwacha kwa kuzuia. Kwa hiyo mimi ninachokisema ni kwamba hao watu wana eneo lao, wanataka kutengeneza kitu, na ni watu ambao wasomi tu, wanafahamu kwamba ramani ya jengo letu inatakiwa niweke kitu kinacholingana na sehemu yetu. Sasa sababu ya kuja kuzidisha watu wana sayansi, watu wajenzi wazuri, kwa nini wasitengeneze kitu kinacholingana na jengo lao? Mimi ningeiomba serikali hati waliopewa na hati waliopewa ni moja, wapewa na serikali. Kwa hiyo waheshimu mipaka ya watu. Serikali tunaomba isimamie, kila mtu mwenye ploti aheshimu ploti ya mwenzake, ili kusudi tuweze kufanya kazi yetu vizuri. Kwa jina naitwa Nurdin Saidi, nikiwa kwenye kampuni muda mrefu kama miaka 20-30, nipo kwenye kampuni ya mama. Jana huyu mlinzi wetu alikuja kutuambia kwamba bwana, wanasema wa jamaa watakuja usiku. Waliposema hivyo, ikabidi mimi nitoke kule nije mpaka hapa. Nimekuja mpaka hapa, nimeangalia, nimeongea na wa jamaa, tukakubaliana kwamba hawatavunja mpaka tuelewane. Kaenda sisi, wakasema sisi wakubwa wanasema tutavunja, hawavunji. Wadogo wanasema tutavunja. Kwa hiyo tukawa tuko kwenye utatanishi, tukabidi sisi twende polisi. Tumekwenda Salenda kuchukua RB, imeshindikana kuchukua RB. Tumeandikiwa kibarua cha kwamba wanaitwa ili tukutane Jumatatu pamoja tufanye makubaliano tuweze kuja waendelee na kazi. Kabla ya Jumatatu wamekuja saa 8:30 usiku, wameanza kuvunja na katapila. Wamemaliza kuvunja, wamekimbia zao. Matokeo yaliyotokea walipovunja hapa, pikipiki 2 zimedondoka chini, wamezibeba wameziweka hapo, matofali zimefunika mapikipiki, wametoa usiku wamekimbia. Wakati wanakimbia tunawapiga picha, wakati wanavunja hapa ni mimi napiga picha kwa sababu nilitoka mpaka usiku. Sasa kilichotokea kingine ni kwamba sasa hivi wanataka kuingia ndani kwetu tena hatua moja ili waweke bati. Tumewakataza kugombana nao. Kwa hiyo wameamua kuchimba hapa chini, lakini kwenye uchimbaji wao hapa chini hawachimbi straight, wanachimba kama kuingia ndani. Sasa kama kuingia ndani tayari mkatiko ushaekeka kama huku, na haya magari yote yako hapa. Kwa maana hii kitu wakishaanza kutumia huu mkatiko wote unaoonekana utakatika. Hasa usalama wa magari hakuna, usalama wa raia hakuna. Tukiambiwa tustopishe hii zoezi mpaka Jumatatu watu waelewane, hawataki.